Karibu mpenzi mtazamaji katika YouTube channel yangu. Leo tutaenda kuzungumzia jinsi ya kufanya siku zako, hedhi yako iweze kuja katika wakati unaotakiwa, isiweze kuchelewa ama kuzidisha siku kulingana na mzunguko wako unavyoenda. Mbele yetu hapa kuna tunda letu papai hili, kisha hapa kuna tangawizi ya unga. Vitu hivi vinapatikana katika mazingira ya nyumbani. Umuhimu wa vitu hivi katika kusababisha siku zako ziweze kuja katika muda unaotakiwa ni kwamba ni vyakula ambavyo ama ni matunda ambayo yanafanya hedhi yako iweze kuja katika wakati unaotakiwa, kwa sababu tunda kama hili la papai lina sifa kuu mbili. Sifa ya kwanza ni tunda ambalo linasaidia kuongeza joto mwilini, na pia linasaidia kufanya mirija yako katika mfumo wa uzazi kufunguka, isiweze kuwa na uvimbe. Maana wakati wa hedhi kuna watu tunapata maumivu makali kupita kiasi. Hiyo yote inasababishwa na kwamba mirija katika ule mfumo wa uzazi inakuwa imeziba, na mirija hii inapokuwa imeziba ndipo inaposababisha maumivu kipindi ambapo hedhi inatoka, inashinda kutoka vizuri, kwa hiyo mtu unapata maumivu. Kwa hiyo matunda haya yanatusaidia sisi kuweza kupata hedhi zetu katika muda unaotakiwa, pia kutusaidia kupunguza maumivu makali wakati wa hedhi. Kwa hiyo unatakiwa kula tunda lako hili la papai, ama unaweza kutengeneza juice ama smoothie kwa kutumia maziwa pamoja na tunda lako la papai kama hii. Pia tunda kama hili la papai kama tunavyoona lina fibers kama hizi ambazo pia zinasaidia hasa katika kipindi cha hedhi, kutusaidia sisi kuweza kupunguza ile hali ya maumivu makali kama hivyo. Pia katika tangawizi pia unaweza ukaitumia kwa kuweka kwenye maji yako ya vuguvugu kama hii tangawizi ya unga. Kama unavyoiona ni tangawizi ya unga ambayo imekwisha kusagwa. Unaiweka kwenye maji yako ya vuguvugu, kisha unakoroga, unakunywa wakati wa asubuhi, ama unachukua ile nyingine ambayo ni ya tunda, unaisaga kisha unaichemsha jikoni, inakuwa ya vuguvugu, unakunywa wakati wa asubuhi kabla hujala chakula kingine chochote. Hiyo pia inasaidia kupunguza maumivu, pia inasababisha siku zako ziweze kuja katika wakati unaotakiwa kulingana na mzunguko wako. Pia kama utakosa tunda kama hili papai, unaweza kutafuta tunda jingine lolote lenye sifa kama papai, ama unaweza kutumia mdalasini ikiwa ni alternative ya tangawizi. Unaweza kutumia mdalasini ama unaweza kutumia manjano. Matumizi ni vile vile, unaweka kwenye maji yako ya vuguvugu, unakoroga kisha unakunywa asubuhi kabla hujala chakula kingine chochote. Hiyo itakusaidia wewe kupata hedhi yako kwa muda maalum unaotakiwa kulingana na mzunguko wako. Pia inasaidia kupunguza maumivu makali wakati wa hedhi. Kingine ni kushauri tu upende kula vyakula vyenye fibers, matunda pia na vyakula vya nafaka. Hivi husaidia kupunguza maumivu makali kipindi cha hedhi. Pia pendelea sana kunywa maji mengi na punguza kula vyakula vyenye mafuta, kwani vyakula vyenye mafuta pia huchochea kupata maumivu makali sana wakati wa hedhi. Kwa hiyo unapokaribia hedhi yako, punguza kula vyakula vyenye mafuta, na kipindi unapokuwa kwenye hedhi, jaribu kula vyakula vyenye nafaka na matunda vyenye fibers ili kusaidia wewe kupunguza maumivu kipindi cha hedhi. Nipende kukushukuru mpenzi mtazamaji wa YouTube chaneli yangu kwa kuwa pamoja nami tangu mwanzo mpaka sasa.
Nikukumbushe tu usisahau kulike, comment, pia kusubscribe na kushare na marafiki wengine ili na wao waweze kujifunza kupitia chaneli yangu. Pia kama una ushauri ama una idea yoyote ambayo inaweza kusaidia kupunguza maumivu wakati wa hedhi, na pia inaweza kusaidia mtu kupata hedhi yake katika muda sahihi unaotakiwa kulingana na mzunguko wake, usisite kuandika hapo chini katika kibox cha comment ili kusaidia na wengine waweze kufaidika na kile ambacho wewe unakifahamu. Asante na karibu tena katika YouTube channel yangu ya GG Everything.